Kila mmoja wetu anatamani apate amani na usalama kila pale alipo. Tumeumbwa tuko hivyo. Kila mmoja wetu anatamani apate furaha na raha ya nafsi yake. Wote tumeumbwa hivyo. Kila mtu anapenda awe amezungumzwa vizuri katika jamii, awe ana position ya maisha inaufurahisha katika jamii. Yeye anafurahi na watu wanafurahi. Kwa ujumla ni wote wanadamu wameumbwa wanapenda kuishi vizuri. Kinyume chake ni kwamba hakuna anayependa dhiki. Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwamba ametueleza lengo la kutuwepo duniani, kwa sababu mtu akiwa yuko pahali na hajijui kwa nini yupo, huwa ni mtihani mkubwa. Hajifahamu niko hapa kwa nini, lakini Allah akatubainia lengo la kuwepo duniani. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuumba majini na wanadamu ila nimewaumba waniabudu mimi tu. Kazi niliyowaumbia ni hiyo, wanitumikie mimi vile ninavyotaka. Ndio kazi aliyotuumbia Allah. Kwa hiyo mtu akijitia upofu huwa amekusudia mwenyewe apate hiyo dhiki ambayo hatuipendi. Allah ametuumbia kanuni za kufikia kuishi vizuri na kanuni ambazo zinampelekea mtu kwenye maisha mabaya. Am hasiba alladhina jtarahu sayyiati, hivi wanadhani wale ambao watachuma mabaya katika hii dunia wajitumbukize kufanya vitu vya ovyo ovyo, an naj'alahum kalladhina amanu wa amilu salihat mahyahum wa mamatuhum. Allah anasema hivi hawa wanadhania tuwe tutawafanya maisha yao na kifo chao baada ya kufa tuwafanye wawe sawa sawa na walioamini na wakafanya mema. Saa ma yahkumun, kama itakuwa watadhani hivyo, basi hukumu hiyo walioihukumu ni mbaya sana. Allah anatuuliza swali la kutumia akili, yani watu wajifanyie wanavyotaka ovyo ovyo, halafu wadhanie kwamba mimi nitawafanya maisha yao ya dunia yawe sawa sawa na wale walioamini na kufanya wema, na wakifa huko mbele pia nikawafanye wawe sawa sawa. Kama watakuwa sawa kweli hivyo, basi hukumu hiyo ni mbaya sana walioifikiria. Huu ni mwongozo aliotupa Allah subhanahu wa ta'ala wa kutumia akili, kwamba Allah hawezi kuwafanya waishi sawa sawa wale ambao wameamua kuishi watakavyo na wale wanaofanya mema wakiwa wameamini. Allah ameshahukumu kwamba hawawezi kuwa sawa. Kama hawawezi kuwa sawa, ndio manake akazibaini zile kanuni mbili za maisha. Kanuni moja ni kanuni ya maisha mazuri, man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'minun, mwenye kufanya mema awe mwanamume au mwanamke naye ni muumini, yani ana imani kwanza ya Allah kuwa ndiye muumba, ndiye alemleta na anataka amtumikie yeye. Imani hii akishakuwa nayo, akasema akafanya mema awe ni mwanamume au mwanamke, matokeo ni nini baada ya kanuni hiyo? Akasema falanuhyiyannahu hayat